Hello YouTube, my YouTube people. Another video, another reaction. Hope mta enjoy. Okay guys, ukidate mse tafadhali let him or she know the work you are doing ama how you get your money. Kwa sababu situations zingine za aibu. Mimi naitwa Dave, mimi upiga hizi ma story. Jana wetu anaitwa Yobra. So Yobra manze akona a circle of friends. Ngoja kabla tuendelee. Again, this is a mistake yenye mimi nilifanya. Kuacha manzi ajue how you earn your money. Bro, she will always pocket watch you at a, like, if it ain't your wife, okay, me kwa marriage says yongelea. So I can say if it ain't your wife, asijue. Yacha ajue money just comes to you. But kama uko na 5 businesses, acha ajue moja pekee. Asijue the rest, mfiche. Kama uko na one source of income, asijue. Na kama uko na hiyo one source of income, ongeza zingine underneath zenye ajui. Because the only way to keep interest ya madem ni kama they learn new things. Kama we uko siri, they love to pry, wanda kuchimbua. Who are doing really well, really well. Yani wanaendesha magari, wako na majob fiti. But unfortunately Brayo anakuanga na gigs. Gigs kadhaa. So wanaenda club on a Friday, manzi wamedance nini Juma friends wake wako na ganji obviously. Hiyo meza imechafuliwa. So wasichana wako hapo manzi akaspoti dem fulani akaenda kuhala. Wakiongea udem nikali muangalia akaangalia mabeshte zake, akaona huyu jamaa ako na ganji. Akabonga, Bra akafanya mambo yake. Hiyo siku hata wakitoka akaambia mabeshte zake niaje twendeni na huyu mtamdrop pali. Ikakuwa ni hivyo tutakudrop place fulani. Saturday Sunday Bra akahala akapigia udem akamwambia niaje tuanze kunywa kahawa. No problem. Si demo akapatana na ni hivyo tu. Date ya kwanza, date ya pili, date ya tatu, chanza kwa pamoja wakaanza kudate. So Brayo manze demo akihitaji shughuli ama akihitaji 2000 anaweza pigia Brayo na Brayo mtumie, no problem. But hajaijua Brayo anafanyanga nini. So siku fulani akamuuliza babe unafanyanga nini? Akamwambia manze mimi upiga my events hapa na pale, tunaendanga counties to counties nini. Ni events ka gani? Akamwambia unless nikuoneshe ndio utajua. Akamwambia no problem. Na dem akabrush it off. Si anajua mtu wake ako into events, akabrush it. Na hivyo ndio inafaa kukua. Do not let her know chenye unafanya. Mimi nimekam ku learn something. Nimekuja ku learn something. There are people in your life watakuja kupatia negative energy. So ukiwaambia mimi nafanya this, utaanza kurealize mbona biashara yangu imeanza kwenda chini. All of a sudden negative things zinaanza kuhappen around me. And wewe kama kiherehere ukifikiria like I'm doing something, mimi napenda hiyo manzi, achini muambie my source of income, utajipata unaenda chini. How many times pia have we seen mdem amekuwa na vengeance mode, ameenda kwa penye the dude ako hired, anaenda anafanya something, ana cause drama ama anafanya the dude anakuwa fired. How many times umeona like mdema anajua chini boy anafanya ana break up, anakuwa on a vengeance mode, anaenda anaharibia mjamaa biashara ama ana do something. It's about protecting yourself majority of the time, protecting your energy, protecting your things. And then sasa the advantage inakuja nayo ni unakuwa a mysterious person to the chick. So where are you chenye unafanya? And that is how it should always be. Na hiyo mimi nililearn the hard way. Mimi sasa nakwambia hapa something I didn't learn the hard way. I learned that the hard way. Top. Na akamwambia he's a performer. Nataka ushikilie performer, ushikilie weke pahali. Akamwambia manze mimi performer. Akamwambia ina mambo. Day fulani manze dem akapanga date na Brayo. Brayo akamwambia hii siku sitakuwa area, ndakuwa shughuli, ndakuwa job. Akamwambia hakuna vile unaweza ditch job, maybe to hang out nini nimekumiss nini. Akamwambia unfortunately no, ndakuwa tu job, maybe we meet on Sunday the following day. Akamwambia haina mambo, where you go do your thing. Sawa. Sasa dem akaanza kuona ama anani cheat. Unaona vile dem akaona but akaona acha niache ku overthink. Dem akamkola akamwambia niaje uko free leo? Akamwambia uko free siku fulani? Akamwambia niko free, sina kitu ya kufanya, sina plans. Akamwambia nilikuwa nataka upeleke katoto kangu show, anaenda showground.
Si unajua show vile huku kwa mang'ombe, nini, merry-go-rounds, food, hizo, si ndio? Akaona haina mambo nitampeleka. Ikafika hiyo siku, akaamka vizuri, akashika njia, akaenda wapi? Wakaenda show. Manzi wamefanya kila kitu, wameenda kwa na mang'ombe kubwa, wakakula food, nini. On their way out, mtu yeye akasema, ni ukweli hao watu wanakuanga watu kichwa bila mwili ama mami. Akamwambia tunaweza ingia tuone kama wako. Juu hataki kuspoilia mtoto. Si akasema sawa. Wakaingia wakapanga line, wakaanza kwa mami. Wakaona ya mami inakaa suit. Wakaona yeye ishtui sana. Acha tuingie wapi? Tuingie hapo kwa mtu mwako na kichwa bila mwili na ana survive. Kaingia. Sasa mtu yeye anajaribu kumwambia auntie ona. Dema katoka kwa simu akaangalia huo msee wa kichwa bila mwili. Let me tell you, dunia yake ilisimama. Tukule pause. You remember the last time she asked Brayo, what are you doing? Akamwambia manze mimi I'm into events and I'm a performer. Unakumbuka hiyo performer? Yeah, ilete sasa. Akakaa akauliza, si wewe nakujua. Fanyanga hii kazi. Acha, let me explain nini. Sasa imagine aje explain, karai imekatwa hivi round, kichwa yake imetosha hapo ndani, alafu sasa iko hivi. Alafu sasa amewekwa tu damu tu fake huku, ndo anaambia watu yeye ndo kichwa bila mwili. Hiyo ni mboka bro. Mboka doba anaitangwa aje? Toxic lyrically anasemanga mboka doba. But kazi ni kazi bro. Si lazima mtu ajue anafanya. Anasemanga, ndio maana mimi naonanga like watu udharau the dirtiest works but hawajui hii dunia ni survival. Get your money how you getting it. Usikuwa ashamed of it.